Nimesikia kwamba Yesu anaweza. Nimesikia kweli anaweza mambo yote. Nimesikia kwamba Yesu anaweza. Nimesikia kweli anaweza mambo yote. Karibu mtazamaji wangu, ni Pastor George Kefa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi tena amenipatia ili nikuletee ujumbe wa Mungu. Na leo tunaenda kuona kuomba bila kukoma. Mungu anataka tumuendee kila wakati, maana yeye ndiyo kimbilio letu. Anataka tuwe mbele yake kila wakati, tumtazamie, tumtegemee. Maana kama tumeokoka na tumemwamini, inamaanisha kwamba yeye ndiyo tegemeo letu na kimbilio letu. Na Yesu akasema tuombe bila kukoma. Na katika 1 Thessalonians chapter 5:17 naenda kusoma, inasema hivi mpaka 18. Pray without ceasing. Tuombe bila kukoma. Tuombe bila kukoma. Tuombe bila kukoma. Ninarudia tena, kuomba bila kukoma. Usikufishe moyo na chochote kile. Na usione Mungu ako mbali na wewe. Mungu ni roho. Yesu ako pamoja na wewe. Yesu aliitwa Emmanueli, ambaye inamaanisha God with us. Mungu aliye pamoja na watu wake. Na Yesu ako ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Na kwa hivyo njia ya kumfikia ama ya kuconnect na Mungu ni kwa njia ya maombi. Maana tumemtegemea. Hasa wala ambao tumeokoka, wakati tumeokoka tumetoka kujitegemea, tumepeana maisha yetu kwa Mungu ili akayaongoze kupitia mwanaye Yesu Kristo. Na hivyo katika 1 Thessalonians chapter 5:17 Biblia inasema tuombe bila kukoma. Na mstari wa 18 inasema in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Na kwa kila jambo tushukuru Mungu, na hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu kupitia mwanaye Yesu Kristo. Tushukuru Mungu kwa sababu hata ya ile uhai uko nayo. Na uweze kumshukuru Mungu bila kuomba ni kujiachilia mbele yake. Usiku na mchana muombe. Unapoamka jiachilie kwake. Unapolala omba. Iwe ni mchana omba. Pata nafasi ya kuomba kila wakati. Pray without ceasing. Maombi iwe your lifestyle, kama vile unakulanga. Na hivyo ndio utamshinda shetani. Shetani hataki watu wa kuomba, maana watu wanapoomba wanajiunganisha na Mungu, wanaitisha msaada, wanaomba Mungu awalinde. Na shetani hataki hivyo, ndiye anawekea watu dhaifu. Hata usiku watu unataka kuamka, unapata kwamba umewekewa usingizi mingi. Hata kuna mwingine aliniambia kwamba alikuwa anaweka alarm, na hiyo wakati wa alarm ndiye ana usingizi inakuja mwingi, hata asikii. Ikabarikana ni roho. Mpaka siku ile nilimuombea ndio akafunguliwa na akapata hiyo nafasi. Kwa sababu gani shetani anapinga maombi yetu? Kwa sababu anajua tunapoomba tunapata msaada kutoka kwa Mungu. Nasi tunapojua hivyo lazima tujiachilie kwake kila wakati ili Mungu atutendee, Mungu atuokoe. Kwa hivyo chochote kabla ya siku kuanza, command your morning. Na command your morning ni kuomba, kuiachilia ile siku mbele za Mungu. Uondoe vizuizi, uondoe vikwazo, achilia malaika ulinzi, achilia damu ya Yesu. Jikave kazi yako. Unapoenda kazini omba, Mungu akatangulie kule kazini. Unapata wengine unaenda kazi ndio unapata vikwazo. Hata wengine unapata kwamba mmekosana na wakubwa wenu, kwa sababu shetani ametangulia na amekamata. Sasa unapofika kule ni vikwazo, accident, mikosi njiani, wizi. Siku unapata kwamba shetani ameikamata. Na sisi tunapojiachilia mbele za Mungu, Mungu ile siku anachukua ushukani, anatupatia ulinzi. Na hivyo ndio tunastahili kuomba bila kukoma, ili tupate ulinzi, ili tupate ukombozi, na kila mitego ambayo imetegwa mbele ipate kuondoka.
Kwa hivyo ni vizuri tuombe. Tunapoangalia katika Luka 18. Luka 18 verse 1. Biblia inasema hivi, now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray. Alikuwa anaonyesha mfano ili awafundishe kwamba kila wakati wanastahili kuomba. Hapa ni Yesu mwenyewe anaongea. Kila wakati watu wanastahili kuomba. Na hii mfano ambaye anatumia kuanzia verse 1 mpaka 7 ni mfano alisema tunapomwendea Mungu, Mungu atakosa kutusikia. Kuna watu wanaombea jambo wanaliacha. Wanashika lingine wanaliacha. Wengine hata wanakufa kuomba, wanasema nimeomba sana, nimefunga sana na sijaona mafanikio. Hapana. Usikufishwe moyo na chochote kile. Mtu anapoenda kulima anaangalia atamaliza lini, sio anaangalia kula amelima. Kama amelima jana, leo anaendelea kulima, na kiendelea hivyo hapo amelima leo amesongesha, akienda kesho ako karibu kumaliza. Na hivyo ndio maombi iliko. Kila ambayo unaombea, ulimwengu wa kiroho inaendelea kutendeka. Wewe ndio uoni, uwe na hiyo imani, maana kila wakati umejiachilia kwa Mungu. Na hivyo Yesu anatufundisha ili tuombe, tujiunganishe na Mungu kila wakati, maana msaada wetu unatoka kwa Mungu. Nitasoma kwa haraka. Say, in a certain city there was a church who did not fear God and did not respect man. There was a widow in that city, and she kept coming to him saying, give me legal protection from my opponent. For a while he was unwilling, but afterward he said to himself, even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. And the Lord said, hear what the unrighteous judge say. Now will not God bring about justice for his elect, who cry to him day and night? And will he delay long over them? I tell you that he will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Huu ni mfano ambaye Mungu alifundisha ili atufundishe kwamba jinsi ambayo ya kuomba bila kukoma, jinsi ambayo ya kuomba bila kukata tamaa. Na hivyo akasema kwamba kulikuwa na gadi mahali na mama ambaye ni mchana. Na huyu mama alikuwa anataka ule gadi amtaie deni. Huyu gadi ni mtalimu, yeye asikitisho acha okoka. Na mama inakali alikuwa ameokoka. Na hivyo akasema kwamba nitaenda kila wakati nikamwendee ule gadi anidai ile deni. Na kila wakati anaenda ule gadi anamfukuza. Ule mama hakuchoka, akaendelea kuenda. Na alipoendelea kuenda kila siku, ule gadi akafika mahali akasema kwamba huyu mama ananichosha, wacha nimudai ile deni ili tuachane na yeye. Na akaenda akamdai deni, akamdai ile deni akalibwa. Na Yesu Kristo anasema na sisi tunapomwendea Mungu kila wakati, Mungu wetu atatuacha? Hapana, hatatuacha. Ataona kwamba ametutendea haraka sana. Na hivyo naye kauliza mstari wa 8, naye mwana wa Mungu atakaporudi dunia atapata imani? Atapata imani kweli? Imani ni kutarajia kutoka kwa Mungu, na ni kuona mafanikio, ni kuona Mungu akijibu maombi yetu. Na katika kuomba tunachiachilia kwa Mungu, na tunapoendelea kuomba Mungu usikie kilio chetu, na kwa wakati anajibu. Kwa hivyo usikufishwe moyo wala usikufe moyo. Omba bila kukoma. Jiachilie mbele za Mungu. Yala ambayo unayotaka itatendeka. Yala ambayo unayekusudia kupata kutoka kwa Mungu itatendeka. Na maombi ni kuongea na Mungu. Na kama tunaongea na Mungu, ulinzi pia tunapata kila siku.
Tunakombolewa kutoka mitego ya kila aina. Tunawekwa huru ulimwengu wa kiroho hata bila sisi kujua. Maana maombi ni roho. Kwa hivyo leo ujumbe ni kwamba tuombe bila kukoma. Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Na siku inaanza saa 6 mpaka saa 6 nyingine. Kwa hivyo akashinda vita juu ya maadui ambayo walikuwa wamempangia. Hakuchoka. Hata aliposikia wanaendelea kupanga mambo yao na hata wanajua bila anaomba, hakufa moyo. Na wewe usikufe moyo hata wakati umeona shida, unaomba na shida zinaendelea kuongezeka. Hata wakati ambao unaomba na unaona kwamba ndiyo majaribu inakuwa mingi, endelea kuomba. Mungu anaposikia na kwa wakati wake atashuka na atatenda. Hata Yesu alipotoka kufunga ndiyo shetani halimuwai. Na hapo Yesu alisimama imara na akamshinda shetani. Nawe kila wakati uomba, chiachilie mbele za Mungu na Mungu ataonekana. Kwa hivyo nataka nikuombee na Mungu akakubariki. Baba, katika jina la Yesu, nakabidhi watu wako mikononi mwako. Ye Mungu, umeachilia neno lako, tuombe bila kukoma. Kila udhaifu ambao tumewekewa na vikwazo pingamizi, ninasikataa na kusipinga katika jina la Yesu. Na achilia maisha yao huru ulimwengu wa kiroho mwili, na fungua anga yao ya maombi. Na achilia yule ambaye imani yake ilikuwa imekufa, na iachilia huru. Washa mkono wako kai pamoja nao, na kila roho na mapepo ambaye zinaifuatilia maisha yao kuwakufisha imani, roho zote zinaikamata maombi yao, ninakatana na hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia breakthrough katika maombi yao. Udhaifu wote, vikwazo, uoga na discouragement zote ninasifunga sasa kwa uwezo. Na achilia baraka shia maisha yao, na achilia urejeshe chochote kimeibiwa, na achilia milango mpya, na achilia afya, na achilia amani wanapolala. Asante Yesu kwa kufungua, asante kwa kuokoa, asante kwa achilia huru. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, sema amen. Kwa hivyo Mungu akubariki. Tuonane kipindi kingine. Shalom shalom.